Dada huyu amekataa kuolewa na mwanaume aliyemsomesha eti kisa ni mzee. Kizungumkuti kikaanzia hapo. Karibu katika simulizi hii. Mimi ni Todd Alexander Scott. Simulizi hii inaanza pale ambapo mapenzi huchipua kama mbegu ya harage katika kichanga kizito cheusi kilojaa na matope chini yenye unyevu kwa ajili ya kuupa uhai mbegu ile ambayo imetupiwa katika udongo ule. Huyu mwanamke amehukumiwa kifungo cha miezi 6 jela baada ya kukataa kuolewa na mwanaume aliyekuwa akigharamia masomo yake, akiamini kuwa siku moja watafunga ndoa. Mwanamke huyo anaitwa Fortunata Kariekukunda alifungwa jela baada ya kushindwa kutekeleza amri ya mahakama iliyomtaka rejeshe fedha alizotumia kulipia masomo yake na aliyekuwa mpenzi wake wa zamani Richard Timwine ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi. Kwa mujibu wa kumbukumbu za mahakama, Karikunda na Tumwine walianzisha uhusiano wao mwaka 2015 wakati wawili hao walipokuwa wakifanya kazi katika shule ya msingi ya Kiringa nchini Uganda. Baadaye mwaka 2018 uhusiano wao uliendelea na kufika hatua ya kuahidi kuoana rasmi. Katika kipindi chote cha uhusiano wao, Tumwine alimsaidia kifedha Karikunda na kumlipia masomo yake ikiwa ni pamoja na kozi ya stashahada masuala ya sheria, yani Diploma in Legal Practice katika Law Development Center iliyopo huko Kampala, Uganda. Kwa jumla, mwanaume huyo alitumia takriban shilingi milioni 9.4 za Uganda, sawa na takriban ya pesa ya Kitanzania milioni 6.5 kulipia masomo mahitaji mengine ya mwanamke huyo. Wawili hao walikuwa hata wamepanga kufanya starehe ya utambulisho wa familia kabla ya ndoa yao kufungwa. Hata hivyo baadaye Karikunda alibadili uamuzi huu kuvunja mipango ya ndoa. Anadaiwa kuwa alisema hawezi kuendelea na uhusiano huo kwa sababu mwanaume huyo alikuwa mkubwa sana kiumri na uhusiano huo ungekuwa chanzo cha msongo wa mawazo kwake. Baada ya kuvunjika kwa uhusiano huo, Tumwine aliamua kufungua kesi mahakamani akidai kuwa fedha alizotumia kumlipia masomo mwanamke huyo zikiwa ni uwekezaji aliofanya akiamini kuwa wataoana. Hakimu aliyesikiliza kesi hiyo alitoa uamuzi unamuunga mkono Tumwine na kuamuru Karikunda arejeshe fedha zote zilizotumika pamoja na kisaikolojia alodai kuyapata mwanaume huyo. Hata hivyo Karikunda hakutekeleza agizo hilo la mahakama licha ya kufanya jitihada kadhaa za kisheria kupinga hukumu hiyo. Tarehe 10 Machi mwaka 2026, Karikunda alikamatwa akiwa kazini na amefikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi mkuu iliyopo huko Rukungiri. Mahakama iliamuru apelekwe gerezani kwa kifungo cha miezi 6 kwa kushindwa kulipa deni alodaiwa ambalo alikuwa limeongezeka hadi kufikia shilingi milioni 14 za Uganda kutoka kwa gharama za kesi na riba. Atabaki gerezani hadi deni hilo lilipwe au hadi kipindi cha miezi 6 kitapomalizika. Mwanaume amesema alifuata njia ya kisheria. Kwa upande wake Tumwine alisema aliamua kufuata njia ya kisheria badala ya kujichukulia sheria mkononi. Baada ya kupata ushauri kutoka kwa viongozi wa eneo lake na polisi, alieleza kuwa fedha alizotumia kumsaidia Karikunda zilitoka kwa mshahara wake wa walimu, shughuli za kilimo pamoja na uwekezaji binafsi. Wewe unataka kumshauri Karikunda? Shika komenti yako hapo chini. Mimi ni Todd Alexander Scott.